How is they going there? Hallelujah. Praise the name of Jesus. You can sit down on your enemy's head. I want to talk about a message this evening that the Lord has put inside my spirit to deliver to you this evening. The title of my message is Contending to Keep the Presence of God in Your Life. I said the title of my message is Contending to Keep the Presence of God in Your Life. Tell your neighbor, contend to keep the presence of God in your life. Turn to your neighbor, check whether they have the Bible. Turn to your neighbor, check whether they have the Bible, not phone books. Hallelujah. Angalia jirani kama ako na Bible na sio simu. If they have phone, they are not serious. If they have Bible, they are serious. If they only have notebooks alone, they are somehow serious. Not yet there. If they only have notebooks, they don't have Bibles, they are somehow serious. There is no excuse as to why you shouldn't carry your Bible going to Monday fellowship and you carry it on a Sunday. That one means that your Sunday God is special than your Monday God. Is it? But the Bible says that faith without action is dead. So, and people say that action speaks louder than faith. So some things you don't need to ask people, you just need to read from their action and then you will get the answer. Bwana Yesu asifiwe. So it is always good to be careful of what you are establishing, contending to keep the presence of God in your life. Write down for those who are writing. Those who have got the pen in their heart, write. At the end of this, I will ask questions because of you. Write in your heart. Praise the name of Jesus. Why contend for the presence of the Lord? Why contend for the presence of the Lord? Kwa nini upiganie uwepo wa Bwana? Why contend for the presence of the Lord? Why? Write this. You contend for the presence or to keep the presence of God in your life because it is one of the devil's agenda to separate you from God. It is one of the devil's agenda to separate you from God. That's why you should contend to keep the presence of God in your life. Hallelujah. Unapigania kuhifadhi uwepo wa Mungu katika maisha yako kwa sababu ndiyo kazi kubwa, mojawapo ya kazi kubwa za shetani kuhakikisha amekutenganisha na Mungu. Kwa nini shetani apambane kukutenganisha na Mungu? Kwa sababu anajua as long as you are intact, as long as your fellowship with God is intact, his mission against your life can never succeed.
As long as your fellowship with God is intact, the mission of the devil against your life can never be successful. But the devil will easily succeed against your life if he succeeds to disconnect you from God. The devil can keep monitoring and following you as long as one day he succeeds, just a whole day or one day when you are not alert, to disconnect you from God, and he strikes. Biblia inasema shetani huzunguka usiku na mchana kama simba angurumaye akitafuta. So it is the devil's business to keep roaming day and night to make sure he snatches people from the presence of God. So the devil knows very well, as long as you and God are one, then he is a failure. Praise the name of Jesus. Write this one down. It is your duty. It is your duty to make sure that the devil, it is your duty to make sure that the devil doesn't find a room or a space to separate you from God's presence. Ni jukumu lako, ni wajibu wako kuhakikisha ya kwamba shetani hapati nafasi kwa vyovyote vile ya kukutoa wewe, ya kukutenganisha wewe na uwepo wa Mungu. Praise the name of Jesus. Watu wengi hawajui ya kwamba you can lose God's presence and you can still be born again, but you are walking alone. Hakuna kitu cha hatari kama kutembea msitu wenye simba na uko peke yako na hauna ulinzi. There are people who are on a journey, but they are walking alone. They are on a journey, but they are alone. Because God has decided, as long as you cannot follow my rules, then keep walking alone. Praise God. Let's read the book of Judges, chapter number 16. That's where we begin. Judges, chapter number 16. We are reading verses 20. Judges, chapter number 16, verses 20. Judges, chapter number 16. Can we read it together? 1, 2, go. Praise the name of Jesus. You can give us Kiswahili as we continue. Not these things about Samson. Samson was a Nazarite. Do you know the meaning of Nazarite? Somebody separated by God for his own divine purpose. Samsoni kuzaliwa kwake kulitangazwa na malaika. He was a special child. Not just like any other child, special child. Mungu alianza kumonitor Samson akiwa mtoto. Kuzaliwa kwake kulitangazwa na Mungu kwa ajili ya ile kazi Mungu alikuwa amemwekea. Most of us through Christ, we are carrying mandate that involves a lot of people's lives and destiny. Samsoni maisha yake, kuzaliwa kwake, alizaliwa kwa ajili ya kuhakikisha
taifa la Israeli zimekombolewa kutoka kwa mikono ya Wafilisti. Samsoni alitembea na uwepo wa Mungu, hata ye mwenyewe alikuwa anajua niko na Mungu. He was a man who experienced God's power, tangible power in his flesh. Not in the spiritual, in the flesh. Yani uwepo wa Mungu ulikuwa juu ya Samsoni kiwango cha kwamba Mungu alihakikisha his presence transforms to power, energy. Yani Samsoni anafanya vitu hata yeye mwenyewe haezi elezea anazifanyaje. Because what he carried was supernatural. By the presence of God. Hakuna kitu kingine kilikuwa kinamsaidia Samsoni kando na uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu ulikuwa na agano katika maisha yake. Kama vile sisi tuna agano la kubeba uwepo wa Mungu kupitia kufanya agano na Kristo. Kwa kutembea katika utakatifu. Kwa kuangalia mienendo yetu. Kwa kuangalia usemi wetu. Kwa kuangalia tunatunza wokovu wetu. Just to keep the presence of God. Samson alikuwa anasikia nguvu na ikija ana respond. Samsoni angekasirishwa na Wafilisti, roho wa Bwana alikuwa anashuka. Biblia inasema the Spirit of God will come upon him. He is a man who experienced the Holy Spirit in the Old Testament. The Spirit will come amvae, afanye vitu ambavyo si vya kawaida. And even as today, sikiza nikwambie, Samsoni yake ilikuwa ni mandate ya nguvu ya kupigana. Lakini sisi leo Mungu ametujaza na roho, tuko na roho wa hekima, roho wa maarifa, roho wa nguvu, roho wa ujasiri, roho wa mafanikio. Praise the name of Jesus. It's only that we don't know. We only think the duty of the presence of God is to keep us holy and righteous and in the presence of God into heaven. The presence of God is meant in your life to help you succeed in life. It's like you are borrowing that amen from somewhere and then you are going to return it. If you know the amen is coming from you, it should be a bold amen. Hallelujah. Because you are not borrowing it. It is yours. It is your right to say a good amen, a possessing amen, a declaring amen. Praise the name of Jesus. Uwepo wa Mungu uko na sisi. Samsoni hakuja kumiminiwa mafuta. Samsoni alizaliwa na uwepo. Nywele ya Samsoni ilikuwa inakuwa kiagano. Tokea akiwa mtoto, nywele ya Samsoni inakuwa kiagano. Sababu ina maintain the presence of God. Hii nywele ilikuwa inalindwa na agano. Na agano linayolinda ni Samsoni alibebe na alitunze. Samson was like a walking covenant. And he knew that. He knew that I am a walking covenant. The moment I make a mess or mistake, this covenant can be broken. Praise the name of Jesus. Na yeye Samsoni akafika mahali akazoea uwepo wa Mungu. Tell your neighbor, don't get used to the presence of God. That is an NB for those who know what to write. That is an NB. Never get used to the presence of the Lord. The moment you get used, unajua hakuna kitu kibaya kama mazoea. Mazoea huwa yanaondoa umakini. Mazoea huondoa umakini. When you get used to something, you begin to lose concentration. Because you know, I know how to do it. So when you are coming, you don't even check whether things are all right. You are used to doing it. You know it. So, umezoea. But if you keep the presence of God new each day,
Anytime you are walking with God, you are careful. Praise God. Anytime you are talking to a friend, you are careful. Because you know who you are and your identity in God. Shida ni kwamba tumezoea uwepo wa Mungu kiwango cha kwamba we are no longer concerned who are our friends. We no longer care who do we talk to, what. We no longer care where do we walk, when. Because we are getting to use, you are used, I'm born again, I'm spirit filled. God is with me. So I don't care. Nobody can do anything to me. I'm spirit filled. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni alizoea uwepo wa Mungu. Kwa hivyo hata kuingia katika nyumba ya Delilah, Samsoni hakuona shida. Aliingia chumba cha Delilah akiwa mwenyewe amezoea uwepo wa Mungu, anajua I'm filled by the Spirit of God. The devil can do me no harm. Nimezoea kungoa mageti, hata wakinikasirisha hapa nitangoa mlango nitoke. So Samson, he lived carelessly. Alijua agano la nguvu yake liko na maagizo. Asiwahi lewa pombe, asiwahi nyoa nywele. Na Shetani kama ilivyo desturi yake, nimekwambia atafanya juu chini hakikishe amemuondoa Mungu katika maisha yako. Maana anajua maadamu Mungu yuko na wewe, haezi fanya kile anataka. The devil was working hard to frustrate God's plan upon the children of Israel, as he is working today to frustrate God's plan over your life. Shetani anafanya bidii sana ili aibishe mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Wewe unafikiria Shetani ana shida sana na wewe. The devil has got no problem with you. The devil only has problem with what God has planned to do for your life. The devil only has problem with what he knows God has promised in his word to make you in future. So the devil is only pursuing you to get God out of you so that he can finish you. Jana nilikwambia wakati tulikuwa tunaongea habari ya building yourself spiritually, that the devil's work is to steal, to kill and destroy, and he always pursue the appointed. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Samsoni akazoea uwepo wa Mungu, akaanza kufikiria kwamba now I can walk anywhere. Delilah naye akawa amelipwa na Wafilisti. Get this man for us. Jua siri ya nguvu zake. Praise the name of Jesus. The moment you succeed in keeping the presence of God in your life, it is the moment you live a victorious life day in, day out. Praise the name of Jesus. But anytime you begin to get used to the presence, you don't know when the trap will be laid against you. Hautajua ukiekewa mtego, na hautajua Mungu alikuondokea saa ngapi. Sababu umeanza kutembea. Let me tell you, ndio maana unaonaga waokovu wakianza kuzoea. Mwokovu yoyote mchanga anakuaga na bidii ya maombi. Anafika mahali anaanza kuzoea wokovu, anaanza kuzoea maombi, anaanza kuona sasa si lazima niombe morning glory, naweza kaa siku 3 sijaomba, I'm still born again. Si lazima niende kesha, naweza kosa kwenda kesha, I'm still born again. Najua sote tuko hapo, hakuna mtu tofauti, hata mimi. Ile moto tunakuaga nayo tukiokoka, si ile moto tuna maintain. Ama uko vile vile. Why? Because as we are walking with God and we read the word of God and we hear God saying, I will not leave you, neither forsake you, you think that is a guarantee God can never leave you. He can leave you. If you don't know he can leave you, we have just read that Samson never knew that God had departed from him. Samsoni akaingia kwa nyumba ya Delilah. Delilah naye akawa ndio hiyo siku ameingiwa na Shetani. Ameonyeshwa pesa. Ameambiwa ukitupatia huyu mtu. Praise the name of Jesus.
hii pesa tutakupatia. Aliahidiwa talanta, pesa ya wakati huo 1,100. Tupatie tu Samsoni. And that's why I usually tell you the devil can pay anything anywhere to get you. Even your closest friend can be paid by the devil to get you down. Hallelujah. Even your closest friend can be paid by the devil to bring you down. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Now listen. Samsoni akajipata kwa Delila. Akajipata wapi? Anajua Delila ni wake kufa kupona. Delila na yeye yuko mission. Mission ni moja. Jua siri ya nguvu za huyu mwanaume. Na yeyote atakayejua siri ya huyu mtu, ile siku siri itajulikana, ndio hiyo siku Mungu ataondoka. Ile tu siku siri itajulikana. Hii siri ya nguvu za Samsoni ilikuwa kwa Samsoni na mama yake na baba yake final. Hakuna mtu mwingine alipaswa kujua hii siri. Kwa sababu lazima utunze Biblia inasema zaidi ya vyote ulindavyo, linda sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Samsoni alishindwa kulinda siri ya Bwana. Delila akambembeleza kwa maneno ya kila namna. Samsoni akafungua moyo wake. Tell your neighbor, don't open your heart to the devil. It will be hard to recover. It will be hard to recover if you open your heart to the devil. The devil does not strike to leave somebody alive. If the devil strikes your finances, if the devil strikes your marriage, kuna watu maisha yao walifungulia shetani mlango kidogo hivi tu, akachapa ndoa. Hiyo ndoa ilichapwa mpaka leo iko na kidonda ndugu akiponagi. Angalia mtu ametembea tu hivi, ameenda amekosea, mwanaume mwanamke, umefungua mlango tu, umepatikana wrong side. Shetani anakupiga risasi moja pa, alafu anahakikisha amekuanika. Amen. Mwanaume anaenda huko, anakamatwa kama Samsoni, alafu shetani anaanika hiyo siri. Anajua mbinu vile ataanika. Mke wako anajua ulianguka mara hii, si mbili, mara ngapi? Tena umejitahidi sana, hakuna kuanguka tena. Tena umeshakula kiapo mbele za Mungu na umekula kiapo mbele za mke wako. Lakini shetani anahakikisha that is a mark to keep pain in your marriage. The moment mnakosana na mke wako kidogo vile unasikia ameamka, malaya wewe. Hawezi jitetea. Ulishapigwa risasi moja. Wewe ni malaya. Either zilikuwa risasi mbili ama moja. Ulipigwa hiyo ndio itabaki kuwa alama kwenye ndoa yako. Praise the name of Jesus. Kama wewe ni mwanamke hivyo hivyo, unasikia mmekaa kidogo tu mume wako anakuambia, saa nyingine nakaaga ninajuta. Yaani ni mshale utakaa nao. Sababu ulizoea uwepo wa Mungu, ukatembea maeneo ukupaswa kutembea, na shetani amekuwa akiwinda aondoe utukufu wa Mungu juu yako, aondoe furaha ya ndoa yako, aondoe neema ya uchumi wako. Sikiza nikwambie, shetani anapigaga mshale mmoja una affect vitu vingi sana. Anakupiga mshale mmoja kwenye uchumi, unaanza kuaffect ndoa, unaanza kuanguka kiuchumi. Mke wako anaanza kukuuliza, mwanaume gani huyu? Umeanza kushindwa na majukumu ya kwako. Na saa hiyo umemlea na watoto wako zaidi ya miaka 10 wakati ulikuwa juu. Sababu ulizoea uwepo wa Mungu ukafungua mlango. Shetani naye akipiga anapigaga moja akitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Samsoni akapigwa mshale mzuri sana. Delila akamnyoa bila huruma, alimnyoa na wembe. Afadhali unyoe na makasi, unabakisha vinywele. Delila alimpaka sabuni hivi. Kipara ngoto kabisa, sikubakishi kanywele hata kamoja. Hakuna nguvu hapa kunyanyuka.
Samsoni kama desturi yake, maana alikuwa amezoea nguvu za Mungu, alikuwa anafungwa na kamba 7 mbichi. Anaambiwa na Delila, Wafilisti wako juu yako. Anaamka, anazikata. Biblia inasema kama uzi unapoguswa na moto. Delila anamfunga na zingine kavu. Wapi? Samsoni anajitingisha hivi, kamba zinaanguka. Hiyo siku shetani akajua, utajua mimi ni baba ya monitoring spirit. I'm not monitoring spirit. I'm the father of them all. Takunyoa kabisa. Akafungwa. Biblia inasema kisha akasema Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Sema kujinyosha. Lakini hakujua kwamba Bwana amemwacha. Samsoni alikuwa anajinyosha hivi, kamba zinakatika. Hiyo siku aliamka, akasikia hata misuli haishikamani, yote imekataana. Ushajiona vile mtu anavunjavunjagwa na malaria? Sasa ilikuwa zaidi ya malaria, ilimvunjavunja Samsoni. Kujaribu tu kunyosha mikono, Biblia inasema hakujua kwamba Mungu amemwacha. Let me tell you, hakuna kitu kibaya kama kuondokewa na uwepo wa Mungu as a believer. And this is why we should contend to keep the presence of God. Because it is the presence of God that keeps us moving. It is not by power, it is not by diligence, it is by his presence. Praise the name of Jesus. Samsoni aliisha hivyo. Mwambie mwenzako Samsoni akaisha hivyo. Mwambie movie ya Samsoni ikaishia hapo. Kwa kuondokewa tu na Mungu. Yaani hakuna, ngoja nikwambie, Mungu akikuondokea, tunaweza funga chapter ya vitu vingi sana katika maisha yako. That's why I'm telling you, contend to keep it. Contend, it is a battle. Kuweka uwepo wa Mungu katika maisha yako ni vita. Shetani halali usiku na mchana. Praise the name of Jesus. Samsoni, mambo yake ikaishia hapo. Akajaribu kuomba. Akaomba, Baba nilipizudishie nywele zangu kidogo, nguvu nijilipizie. Sawa, Mungu akasema nitakurudishia nywele kidogo ujilipizie, lakini ujue hakuna vile unaweza ishi. Macho ulishangolewa. Hata sikurudishiwa nguvu ya kuona. Wale wajamaa ngoja kwambie, shetani anakuaga serious. Huyu pepo alimfuata Samsoni, alikuwa amemaanisha, alijua huyu jamaa hata si kuchoma macho, ni tuyangoe, maana Mungu wake anaweza rudisha nguvu ya kuona. Ni tungoe. Bwana Yesu sana. At least yangekuwa yamechomwa yakiwa hapo, Mungu anaweza yaponya. Lakini hauwezi mtumia Mungu vibaya. Akupe macho uyapoteze, alafu akutolee wengine wapi akubandike. Yaani Mungu akupe macho ushindwe kuyatunza. Samsoni hata yeye mwenyewe alijua hakuitisha macho. Alijua nimeenda to a point of no return. Hapa ni kuenda nikienda. Tell your neighbor, be careful not to get to a point of no return. Praise the name of Jesus. Samsoni macho hamna, akaitisha nguvu. Mungu akamrehemu. Sikiza, kuna watu leo wanaishi na rehema kama Samsoni. Rehema. Yaani walipigwa madafrao, Mungu amehakikisha tu lazima wa maintain ushuhuda na waishi mpaka siku ya mwisho. Mungu hawaui mapema, watatimiza miaka. Ili wakae wengine kama kielelezo chetu, tuwaonage unacheza, unakaa vizuri na neema. Unamwangalia mtu unasema acha nikae vizuri na neema. Haleluya. Unaangalia mtu unasema hii ni shule yangu. Hiyo barabara alipitia akaonana na moto, sitapitia hiyo barabara. Praise the name of Jesus. Let us read the Bible in the book of 1 Samuel chapter number 16. Yes. 1 Samuel chapter number 16 verses 1
We are going to reach somewhere and continue. Sometimes this message has to continue. Praise the name of Jesus. 1 Samuel chapter number 16 verses 1. Biblia inasemaje? Give me English version. What does the Bible say? 1 Samuel 16. Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Praise the name of Jesus. Tell your neighbor, you are the choice of God, but you can be rejected. You are the choice of God, but he can reject you. Saul was God's choice. I hope you know that. Sauli hakupendekezwa na mtu kuwa mfalme. It is God who chose him. Waisraeli walipoomba wapewe mfalme, Mungu alikagua Sauli, akaona he is the right man to be the king. As God has appointed you today in your family, in your place of work, anywhere you are, God has said, this is my chosen one. Wewe uliokolewa na Mungu, Yesu anasema sio nyinyi mlinichagua, bali ni mimi niliwachagua. You are not born again because you loved Jesus so much. You are born again because he loved you so much. He chose you. So when he chose you, it is your duty to respect that choice of God. Praise the name of Jesus. It is your duty to honor. Ni wewe, ni kazi yako kuheshimu Mungu. Wangapi leo kati ya vijana wajaokoka? Wao nafikiria umeokoka maana ni special. Hapana, alikuchagua. Wewe mama, alikuchagua. Kuna wamama wengi huku nje, wana fedha, wana majina, wana vyeo, lakini shetani anawatesa. Lakini wewe Mungu amekupatia neema, akakuchagua, akakuokoa, amekuita, hata amekupatia huduma katika nyumba yake. Halafu wewe unataka kuzoea uwepo wa Bwana. Unataka kumzoea Mungu. Sauli is another character. Nimeanza kukuonyesha watu ambao walikataliwa, na wapo kadhaa, ili baadaye nije nikuonyeshe the benefits, why you should contend and how. Sauli alipakwa mafuta, akatembea na Mungu, akaona nguvu za Mungu, akakaa ikulu. Sauli akakaa ikulu kwa sababu ya kuinuliwa na Mungu. Unajua kuna watu wanainuliwaga na Mungu, wanafika mahali wanaanza kusahau kwamba ni Mungu aliwainua. Wanainuliwa na Mungu, watu wanaanza kudharau kanisa. Pastor alikuombea ukainuliwa, ukawekwa juu. Umekuwa na pesa ukamzidi pastor, sasa unaanza kuona sasa pastor haizi kukukomanda, haizi kukuita uje. Wakati ulikuwa una pesa alikuwa akisema halo, unasema naam baba. Unasemaje babangu? Nilikuwa nataka kukuona, nakuja saa hii baba. Pastor akakuombea, akatembea na wewe, neema imeshuka, Mungu amekuweka juu, una jina kubwa. Leo baba akipiga simu, halo mwanangu, baba samani naweza kupigia baada dakika 10? Nani yeye unaambia hivyo? Praise the name of Jesus. Umeanza kusahau, umeanza mazoea. Sauli aliyekwa juu, akitumwa na Mungu, anafanya vitu kinyume na vile it is expected. Anaambiwa nenda maliza Amaleki wote, mpaka mfalme Agagi muwe. Samsoni anaanza kusikiza watu. Wakati akiitwa na Mungu, si watu walisikiza, ni Mungu alisikiza. Mungu alimtia mafuta. Leo hii watu wanasema tusiue hizi ng'ombe ni nene, tusiue hizi kondoo ni nene, tukamtolea Mungu sadaka. Sauli anawasikiza. Mungu akachukizwa na hicho kitu. Utasikiza watu ambao utanisikiza mimi? Samueli anamwambia, hukumsikiza Mungu, umemkataa Mungu, amekukataa. Sauli anabambeleza. Alianguka mtihani mara ya kwanza.
akaanguka mtihani mara ya pili. Unajua hakuna kitu kibaya kama kusahau mahali unatoka. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kibaya kama kusahau mahali unatoka ama umetoka. Hicho ndicho kitu kinaletaga anguko. Watu wengi hujisahau mahali Mungu amewatoa. Watu wengi hujisahau jina ambalo Mungu aliwabadilishia. Walikuwa hawana jina, leo wamepewa jina. Sauli hakuwa na jina katika Israeli, hatumjui. Yeye mwenyewe akichaguliwa alikuwa ajiamini. Lakini leo anasikiza watu. Kama vile leo tuna watu wengi wameokoka, wanasikiza watu. Pastor anasema hivi, unashauriana na mama mwenzako, unashauriana na ndugu mwenzako. Hicho ambacho umesikia kwamba kina tatizo na wewe, ni pastor alisema ama ni mshirika mwenzako? Kwa nini unaenda kuuliza mshirika mwenzako? Mbona usiende ukaulize baba yako wa kiroho? Yeye ndiye ametoa hilo tangazo. Unaanza kuuliza mshirika mwenzako, hiki kitu tutafanya kweli? Naona kama vile baba amesema tufanye. Na hiyo yote ni mbinu ya shetani, anataka uondokewe. Shetani anajua kama hujaondokewa hana nafasi kwako. Yaani hata ukiwa umelala unalindwa maadamu uko na uwepo wa Mungu. Yaani hata ukiwa uombi unalindwa. Yaani umetembea uko kwenye gari unalindwa. Uko barabarani unalindwa. Sababu umepambana kuhifadhi uwepo wa Mungu ndani yako. Wewe ni mtu wa maombi, wewe ni mtu wa neno, wewe ni mtu wa kupenda Mungu, mtu unaangalia njia zako. So mahali unapotembea Mungu anakulinda kama mwanae. Praise the name of Jesus. Unajua kukaa na Mungu sio ngumu. Praise the name of Jesus. Yani kuishi na Mungu, you only need to be conscious of his presence in your life. Yani unahitaji tu kujielewa, I'm a child of God. Yani jielewe mimi ni mwana wa mfalme. Ukijielewa mimi ni mwana wa mfalme, unajua wana wa wafalme hawaendi mahali fulani, wanahatarisha maisha yao. Unafikiria kwa nini mtu akiwa mkubwa anaanza kupewa mabodyguard? Ina maana yeye ana nyama special kuliko zingine za watu wengine? Ama yeye anavaa nguo za bei ghali kuliko wengine ndio maana analindwa? Hulindwi kwa ajili ya zile nguo unavaa. Unalindwa kwa ajili ya identity ambayo uko nayo. Your identity ndio inasababisha unalindwa. Huyo ni mwana wa rais. Just that, unawekewa ulinzi. Na sisi vile vile ni wana wa mfalme, tunawekewa ulinzi na malaika wa Mungu. Na ndio maana unapaswa kwenda mahali ambapo malaika wanakaa vizuri. Mwana wa Mungu haendi baa, sababu ukienda baa malaika watabaki hapo nje. Unaenda huko unakatwa na lichupa. Unaweza kusikia alikatwa na lichupa baa. Na huko unakunywa. Ulikuwa umejiamini tu kama Samsoni. Ulijiamini tu kama Samsoni, hakuna kitu au kunywa, ulijiamini tu kama Samsoni. Roho wa Bwana ambaye anakuongozaga, maana Biblia inasema hatua za mwenye haki zaongozwa na Bwana, anakuondokea. Sababu unampeleka maeneo ambayo haingii. Biblia inasema heri mtu asiyekwenda katika njia za wasio haki. Inamaanisha wewe mwenyewe ujielewe, mimi ni mwana wa haki kwa ajili ya neema za Kristo. Kwa hivyo sitembei katikati ya njia za wasio haki. Na wakati utajikuta hao wameanza kuwa marafiki zako, ujue unaanza kupoteza uwepo wa Mungu. Praise the name of Jesus. Unaanza kuondokewa. Hallelujah. 2 minutes I give you one benefit of God's presence. One benefit of God's presence. Hallelujah. We read the Bible in the book of Judges, chapter number 6. Judges, chapter number 6. And then we are going to read verses
15 and 16. Judges chapter number 6, verses 15 and 16. We will continue that message. Let me give you that point. Judges chapter number 6. Write this point down. The presence of God guarantees you victory over the enemies of your destiny. The presence of God guarantees you victory over the enemies of your destiny. I'm reading. So he said to him, "Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." Listen to the statements. God is appointing Gideon. But Gideon does not trust in himself. He knows the history of his family. He knows. Nobody has ever crossed this line. No powerful man in that family. No one can contend for his family. For even, not to say the children of Israel, his family. So Gideon's anaongea na mjibu Mungu baada ya Mungu kumtuma na kumwambia wewe ndio nakwenda kukomboa Israeli. Next verse, verse 16. And the Lord said to him, "Surely I will be." I left the other part for you. I will. Now read the whole verse. Now listen. God is giving Gideon a guarantee. It is not about you, Gideon. It is about me walking with you. It's not about your strength. Sikiza. Gideon anamwambia wewe Bwana, mimi nitawezaje kuokoa Israeli? Mimi ndio mdogo katika familia yetu na katika uzao wa Manase familia yetu ndio ndogo. Nitawezaje kuokoa Israeli? Mungu anamtia moyo, anamwambia leave that to me. That one is upon me. Sikiza kwambie. This is why Biblia inatuambiaga msisumbuke mle nini mnywe nini, lakini bado mnasumbuka. Because you have not trusted the presence of God in your life. That God can make it happen without your hard work. That's why even saying amen is not the best. The amen you are saying is still a doubtful amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. And the Lord said to him, "Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianite as one man." Yani Mungu anamwambia Gideoni, sikia, stop. Unasema eti wewe ndi mdogo. Eti uzao wenu katika Manase ndio mdogo. Sihitaji kujua hizo vitu. Mimi ndio nimekuchagua na mimi ndio ninatembea na wewe. Na ujue hivi hawa Midiani ni wengi. Lakini the way I'm going to power you, utawapiga kama mtu mmoja. Praise the name of Jesus. This is the guarantee Jesus gave us in the book of Matthew. Chapter number 28, he said, "I will be with you until the end of ages." Sitawaacha, sitawapungukia. In fact, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, sitawaacha yatima. Maana ya yatima ni nini? Mtu asiye na msaidizi. So your duty is to make sure I am not alone. I am with God. Hallelujah. That is your only duty. Make sure I am with God. And the battles are won. Praise the name of Jesus. Vita gani unakabiliana nayo? Tafuta kuhifadhi uwepo wa Bwana maishani mwako. Yeye ndiye atakayepigana, sio wewe. Praise the name of Jesus. We only fight battles because we neglect the presence of God. We ignore. Tunafikiriaga ni sisi tunashindana. Ndio maana tunashindana vita sana. Lakini Bible inasema ya kwamba yeye Mungu vita ni vyake sio vyetu. So it is up to you to contend. Ni wewe upambanie kuhifadhi uwepo wa Bwana katika maisha yako. Maana usipopambana adui halali usiku na mchana. Unaweza inuka uende juu. Unaweza prepare promotion uende juu. Unaweza fanya, let me tell you, watu huinuliwa. Let me tell you, the more humble you are, the more God lifts you up. The more humble,
The moment you begin to forget what brought you up. Praise the name of Jesus. Tell your neighbor, don't lose your memory on God's presence. Stand on your feet. Don't lose your memory on God's presence. Acha kujisahau. Samsoni alijisahau. Watu wengi wanajisahau. Ukiona mtu anaanza kukula ovyo ovyo, akumbukage kuna kitu